baba yetu akatuambia amenunua shamba Olmoran. Nakumbuka nilikuwa mdogo sana. Na wakati huo wale ni wangapi wanajua Olmoran hapa? Ni wangapi wanajua Sipiri na Kenamba hapa? Wakati baba yetu alituambia twende huko, kulikuwa na gari moja ilikuwa inaitwa KJR. Wale nani ametoka upande huu? Unajua JR? Unajua JR? Kulikuwa na gari moja. Hiyo gari ilikuwa inatoka asubuhi. Na ikiwaacha mtaenda kesho. Na kwa sababu baba yangu ni ameoa wake wawili. So tukiwa kwa mama yetu yule mkubwa, alikuwa anatuombea ndio tutoke. Anatuambia lekea itohoe. Mwathani theni wale twale ya Yesu. Nindakuhoya mwathani ciana ici githi kumagara. Alafu akiwa katikati ya maombi JR inapiga honi. Urathime ciana icio na ikumagara tunasikia pip pip umaireke neguthi na mbere na mahoya inywethi yagai. Kwa sababu ikiwaacha mutaenda kesho. Lakini the same place wakati tulienda, I asked my mother, huko ni wapi baba anatupeleka? Where is that? Lakini saa hii wale wameenda huko. Mahali tulikuwa tunaenda 4 hours kwa rough road, tunaenda na 30 minutes. Sababu rami kutoka Kenamba, sasa imeenda Sipiri, imeenda Olmoran. Mahali tulikuwa tunaenda na 4 hours, tunaenda na 30 minutes. Mashamba huko ime-appreciate ni bei kali sasa. Paka sasa nimepanga. Naenda kupanda avocado huko kwa hiyo shamba. Mahali singetaka kwenda. Saa hii ni dakika ngapi kwenda huko? And that applies when the Bible says, sikiliza hapa mstari wa 4. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Bali mkono wa aliye na bidii utajirisha. Praise the name of the Lord. When I look at these people, mimi naona watu ambao wametamani kufanya kazi na mikono yao na kufanya kwa kutolegea. Na mimi ninawaambia hivi, my people, unaweza ukafikiria 1,000 ploti moja hapa ni 275,000 cash and 300k ukilipa in installments. Unaweza ukaona kama ni pesa mingi sana. Lakini enda uketi chini uifanyie hesabu. Hapo hakuna pesa. Hapo hakuna pesa. Praise the name of Jesus. Watakaofanya kwa ulegevu watakuwa maskini. Lakini watakaofanya kwa bidii mikono yao itawatajirisha. Na mimi nilikuwa naomba Mungu uzeeni mwangu. Na ndio maana nikiona kaproti mahali mimi hununua. Naweka tu tuproti. Alafu title deed napatia mama. Jua dao ndio wanajua kuweka title deed vizuri. So wakati nitapika wakati wa kuzeeka, sitaki nihubiri kanisa nzuri, kanisa lijenge mashule, kanisa lijenge mahospitali, halafu nitakapoenda retire nikiwa maskini. I have to invest. Na ndio maana mimi huamka naenda kazi saa 9 ya usiku. Ndio wanaume wengine wakichukua loan na mimi nichukue. Ndio mikono yangu iwe tajiri. Mimi sitaki kukaa chini nitazame washirika wangu wanisaidie. Hata hao wako na shida zao. Wewe unakaa tu na simu. Kila saa ni kulaani washirika. Alo. Hujaniangalia kwa muda mrefu. Unajua laana hukamata mtu kwa kutoheshimu mafuta. Mimi huwa nafurahi nikipatia mshirika wangu lakini si anipatie. Praise the name of Jesus. Mimi huwa nafurahi nikimpatia lakini asinipatie. Si hata mimi ni mwanaume. Si niamke niende kazi kama chief na wale wanaume wengine. Ndio mkichukua loan na mimi banki inanipea. Lakini nikigojea washirika wangu wanipe, hawataninunulia shamba hapa. Nataka siku hiyo nikizeeka niwe wale wazee wanatokea hapo center. Na unajua kwanza wanaume you have to invest heavily. Sababu kuna mahali mnafikanga sasa mnarudi kwa mikono ya bibi. Unafanya bibi madharau kwa sababu uko na nguvu. Waacha uzeeke, unarudi kwa mikono ya bibi. Sasa ni ataamua kama utakunywa chai, kama utakula ama utakula sapa. Wewe tu ukiwa hapo nje huwezi jinunulia hata gazeti vile ulikuwa unanunua, hauwezi enda raha na wanaume wenzako vile mlikuwa mnaenda, unakaa tu chini ya kamuti. Maisha yako yote inamalizia na miti. Kutembea ni miti, kukaa chini ya miti, kukunywa dawa za miti. Maisha yako yote inamalizia kwa miti. Wakati huo ndio bibi atakuwa anakuuliza, hauendi kuiva? Haya, vaka anakuchekelea baba Hassan. Unaitika ukiwa nje. Haya, amuendi kuiva?
Kwa sababu maisha yako yote ulimalizia wapi? Kwa baa. Sometimes hata kama ni kufurahi, kumbuka ya kwamba tuko na kesho ambayo tunafaa kujali. Lakini wakati huu ukifika, utakuwa unakumbuka, huko Segera nilikuwa na kashamba. Ukikuja hapa unapata hii lami ilipasua ikaenda mpaka Nanyuki, Rumuruti. Kwa sababu huko ndio headquarters za Laikipia zinaenda. Sasa utakuwa unakaa chini unasema, na hiyo kashamba tulinunua 200,000. Lakini saa hii kanaenda na 5,000,000. Kama pita hapa utalii umejaa hapa, unajua Laikipia ina grow. Unakuja unashika hako kasamba. Ndio mnaonaga wazee wengine Mombasa ako na miaka 80 na bibi yake. Lakini bado wanakaa matajiri. Unajua ukizeeka ukiwa na pesa hakuna watu haonagi makosa kwako. Unapata bibi yake amechanua nywele na ni za white zote. Na bwana yake hana meno, wameigizana mkono hivi. Pesa huweka watu pamoja hata mkizeeka. Wanatembea kwa beach. Na madafu. Wanatembea ni kwa sababu walikuwa na kashamba walishika, wakauza wakapata 5,000,000, wakaambiana sasa hii ni kukula pole ukutaka wanafikisha miaka 100 na kitu. Lakini si ufikishage miaka 80 unaanza kuhamia kwa msichana wako Kayole. Na uko na nafasi ya kuinvest, na ujue wakati wa uzeeni hakuna mahali hauwezi kuishi kwa sababu huna safari za kwenda. Wengine wetu tunaishi Nairobi kwa sababu ndipo tunafanya kazi. Tunaishi Nairobi kwa sababu ni karibu na mahali tunafanya kazi. Lakini uzeeni hakuna mahali hauwezi kuishi. Kazi ni ya watoto kuja kukuangalia sasa. Lakini wewe jipange saa hii. Invest heavily right now kwa sababu una uwezo. At 80 ndio unaenda kwa msichana wako Kayole. Umekomboa mpaka ukafikisha 80 years na ulikuwa na uwezo wa kuchukua pesa kwa chama na uwekeze. Na ukoroine gutiri handu mundu atangeikara. Tondu ukoroine ni kingi wetereire tiga gukua. Tha ici no ugeterere guthii America na maundu maria mangi. Ukoroine we gukinyia na itene ki urenda. Eti kuhuruka. Ugeterera kuhuruka nduikare handu uhuruke wetereire. Ndukana gikwe we munogu. Nigucugio ni ciana ni uthire Kayole kwa muiritu waku ni anoga niwe ugathamira Njiro ningi waikara mweri umwe ugathamira Murorongo na ndio ciana ni kanyumba igayanitio wona bathia ukoma gitiini uhurukite urenda muconoke nigetha wiyethere handu ha kuhuruka wetereire we gukinya na itane kingi urenda muciari atire ona ite we gukinya ite kila kindu ona atari gikuo ona ngukwihituka mbere yaku uguo kamiuria unjurage tundu kifikisha miaka 80 nini ingine unangojea? Before that time comes, rescue your old age by investing where you can have a good rest. Nunua mashamba yako 5 hapa, igirira milioni yaku ham, ucoke uhande miti ili ugatonya garugu ugetha kiruru euroko. Unajua some people will never be hit by the reality that we have a tomorrow to protect. Turage kwa muiritu waku onaga news ha wikarite ona mararugira na hau bathia-ini mena muthuri wake coke utirage hau ukiraramika riwa ya matika njiara maraguciara wi hau ndumagare o hango eti umagare o hango magaya netie na kabathio rako magite-ini ureterwo ciarwori. Praise the name of Jesus. Let this reality hit you hard. Wacha niwaambie siri moja. Mimi wakati wengi wenu hapa wanajua kwangu, wakati tulienda kutafuta hiyo shamba na mke wangu, sikuwa na pesa nyingi, lakini kuna kitu kimoja nilikuwa naogopa. Nilikuwa naogopa kurudi kwetu Rift Valley. Sababu mnajua nyinyi historia ya Rift Valley, yale mambo tulipitia kule Eldama Ravine na Molo. Sasa nilikuwa naambia Mungu, usikubali nirudi kwetu. Na kwa sababu mimi najua utajiri wa mwanaume ni mahali anaishi na mahali atazikwa. Hakuna utajiri mwingine. Ama unafikiri kuna mwingine? Hakuna mwingine. Siulize wale wameaga akina Kirema na wengine.
Zile vitu zote waliacha, si ni watu wako makotini. Utajiri wake ni kile alikula, mahali aliishi na mahali alizikwa. Siulize Moi, si wameanza vita. Siulize akina Biwot, matajiri zao, utajiri wao, si wameanza vita. Wengine makoti. Uliza watoto wengi wa matajiri wako kotini. Utajiri wako ni mahali unaishi saa hii, kile unakula saa hiyo, na mahali utazikwa. That is why mimi huwa sitilii pesa kama ndizo moyo wangu. Mimi furaha yangu kanisani ni wakati naona watoto wa mayatima wakisoma, watoto wa wajane wakiwa shule. Nitakapofariki niache madaktari nchini, niache waendeshaji ndege. Nimeona wachungaji wenzangu, mtu anafariki, anawacha ndege ikiwa imepakiwa airport, hata hazikwi hapo. Anaacha gorofa tu, na gorofa tu utaiacha tu hapo. Lakini nikiacha matajiri na madaktari dunia hii, nikiwa kasisi, watakuwa wanasema ile kaburi imelala mtu wa maana. Matendo yangu hayatafariki. Sasa unajenga kinyumba kikubwa, hutaki washirika wasaidike, hutaki ndugu zako, hutaki kufanya na watu wengine kazi, halafu unafariki tu siku moja, kwa sababu kufariki ni kawaida. Aidha upende usipende, siku moja utafanya nini? Unaacha nyumba ya gorofa na unaacha bibi mrembo hivi duniani. Wale tu walikuwa kwa kamati wanaanza kumtumia emoji ya roho nyekundu. Na wanamwandikia hapo, umesikia hapo kwa mazishi ya mzee, kuna bishop amehubiri akasema Mungu atakuwa anakuja kukuangalia. Hapo chini anakuandikia, sio Mungu anakujaga, ni sisi anatuma. Sasa wewe umejikufisha huko, haukuishi maisha mazuri na hukuachia watoto mahali pazuri, kwa sababu Biblia inasema na wale wazazi wazuri wataacha urithi mpaka wa wajukuu wao. Praise the name of the Lord. You have to invest and live well right now. Wakati ninasema ujenge kanyumba hapa, unakuja na baisikeli weekend. Unajua furaha ni bure, ni ujitafutie. Furaha ni bure. Furaha ni kujitafutia. Jenga tu kanyumba pale, karumbili, na uweke kagasi hapo ndani, na uache kijana afanyage kazi hapa, uweke kondoo 20 na kuku 100 za kienyeji hapa, zinafanya vizuri. Kikuja weekend unakula kuku 2, unauza kondoo 1 na 1 mnachinja na marafiki. Hiyo ndio furaha ambayo utaishi nayo hii dunia hii. Kuna furaha nyingine. Unaacha manyumba, watu wanyu wanaanza kupigania. Bibi yako wanafukuzwa, watoto wake wanafukuzwa. Manyumba hizo zinaanza. Lakini furaha yako jitafutie saa hii. Washirika wa JZM, mimi huwa nawaambia maisha ni haya tu. Invest, jenga kanyumba pale. Unaambia watoto wako twende weekend Nanyuki. Mnakuja, mnatembea huku, mnafika kule mwisho. Hiyo tu ndio furaha ambayo unaweza kujitafutia. Na Biblia inasema kwamba hiyo italetwa na nini? Na mikono yenye kufanya kazi kwa bidii italeta utajiri. Na wacha nikwambie, my brothers and my sisters, usipoacha 1000 yako 100 pale ama 50, hakuna siku utajua unafaa kuongeza 10,000. Lakini utakapokuja useme nichukue hizi 2, niko na 200, Ken, trust me, najua mnapeananga miezi 3, mimi nipe 6. Nitamaliza. Ken hawezi kukupiga risasi. And as I was telling you, wakati tulienda na mke wangu tukaonyeshwa hiyo mahali sisi tunaishi leo. Sisi tunaishi pale bypass hapo Karogoro. Wakati tulienda huko, barabara ndio ilikuwa inajengwa hii sasa bypass ile iko sahi. Zamani kalikuwa kabarabara tu kanakaa hivyo. Na huko kwetu kulikuwa kumejaa majani. Na tulikuwa tunaambiwa huko mmeenda kununua mtakuliwa na fisi. Na mwenye alitaka tukanunue tuishi karibu na yeye amejenga Juja Farm. Na unajua Juja Farm ili grow mbele kwa sababu watu wote walikimbilia wapi? Walikimbilia huko. So sisi mahali tulienda kununua tuliambiwa hapa mtakuliwa na fisi, na hapa kuna kuanga na nyoka sijui inatoshana mtungi. Lakini ile pesa nilikuwa nayo wakati huo, plot ilikuwa 1.5 million hapo bypass. Ilikuwa 1.5 million wakati huo. Mimi nikaona Ruiru ni karibu kuliko Juja. Hata ukifanya hesabu yako, either by time kugrow ama kusigrow, Ruiru ni mbele ya nini? Ya Juja ukitoka mahali mimi hufanya kazi. Na mimi tu nikaenda tu, sikuwa na pesa ya kutosha bwana chief. Nikaenda nikalipa 1800 nilikuwa nazo. So nimebakisha 100 ngapi? 700. Nikaanza tu kulipa pole pole nikienda MC. Wakati huo nilikuwa nafanya kazi ya MC.
naenda nalipa kidogo, na kaka nalemewa kidogo, nalipa kidogo. Sasa wakati huo tulikuwa tumekomboa upande huu mwingine wa Membli. Sasa Membli unasikia unaenda unaambiwa plot ni milioni 4. Milioni 4 unaona lazima utauza figo yako, uuze ya bibi, ungoe ya mama yako kama amelala. Kulingana na mahali tulikuwa tumetoka na mahali tumezaliwa. Praise the name of the Lord. Lakini mimi nilikuwa najua kufanya kazi kwa mikono ambayo haijaregea, siku moja utatajirika. Lakini siku moja tukasikia kwamba bypass imetangazwa itajengwa. You don't know how happy we were. Na ikaanza kujengwa. Ikaanza kujengwa wakati unajua ilikuwa imesemekana itajengwa dual carriage, lakini kwanza ikajengwa moja. Sisi we were comfortable with that one. Ikajengwa. Hapo mahali sisi tunaishi, pakaja estate ingine ikafieka, ikaanza kujenga inaitwa Amalia. Nikakuja nikaambia huyu, unajua saa hii mahali tunaishi, plot yetu iko, kuna watu wamekuja na wamechimba barabara. Hii vile tu Kenya hapa wamechimba barabara na wameweka maram na wanafinya. Hiyo estate ikafinya barabara. So ikabaki ya kwamba ni vile tu ukifika sasa hapo uwezi kwenda kwetu ku access kwa sababu bado kuna majani. Lakini nikamwambia sasa hiyo area imeanza kubadilika. Tukakaa kidogo. Tena watu wengine walikuwa upande ule ambao wa China walianza kujenga sewage. Ile barabara ya kona ikapasuliwa. Wale wanajua kona ikapasuliwa. The area started opening up. Right now mahali tunaishi, nyuma yetu kulikuwa na uwanja rafiki yetu alinunua 7 million. 7 million. Na mimi kutoka bypass, roundabout ya bypass kwenda kwangu ni dakika 3. Halafu mtu mwingine naye akakuja akashikwa na roho mzuri sana. Akajenga Karami. Kutoka hapo Karuguru Plaza akajenga Karami, although kameishia karibu na kwetu. Lakini tumesongesewa. Kwetu ukitoka bypass unaendesha rough road only 2 minutes. Sababu huyo mtu alikuja akajenga estate akavuta Karami peke yake bila uwezo wa serikali. Akakafikisha tu kwa kona ya kwake pap. Lakini kutoka kwa kona ya kwake mimi napiganga kona moja na ingia nyumbani. Praise the name of Jesus. Wale watu walinunua kwa hiyo shamba wakakuja wakasema sisi tu fensini area hii yetu. Sasa tukafence. Sasa bila tu kujua tu na upole, sasa sisi tukajikuta tunaishi gated. We risked. So rafiki yangu tunaachanianga bypass. Tunaachiananga bypass na mabia to kwalia kaja kama ingamenyaga. Halafu tukakaa tena ikasemekana tujengewe dual bypass. Kwetu mataa unaenda mpaka kwa nyumba hii. It is about risking and working hard with your own hands. Kwa sababu usipoambiwa na mtu. Na sio rahisi. Kuinvest sio rahisi, usidanganywe na mtu. Na ndio maana huwa naambia hata wauzaji mashamba wahurumie wanunuzi kwa sababu sio rahisi. Ucokaniriria ngiri 10 utwarire mundu. Onokorwo ni kia gya kuragura, ciumite rithino ineditu muno. Praise the name of the Lord. It calls integrity and it calls faithfulness from you. If you want to live a happy life tomorrow, be faithful to whatever that you get today. Do your money justice. Place your money where it is supposed to be. Kwa nini tuchukue pesa zetu tunaweka bank? Wao wanazidi kujenga maflats na manyumba za kuuza. Pesa zako ukirudi unaambiwa unakuta hata hazijaongezeka, zimekatwa. Si uweke tu shamba yako, ununue kashamba hapa. Fence. Nunua kuku weka huko ndani na ng'ombe na mbuzi. Tukitaka mbuzi December ni wewe unatuletea na lori. Alafu unarudi. Watu wanasema, "Na aikara akora yue, aikara akora yule no akora hera ilio." Praise the name of Jesus. Mtu mwingine aliniambia kumaliza na maliza. Nilisema sitaongea sana. Mtu mwingine aliniambia, "Ben, haugenunua shamba Nyandarua kwa sababu kwetu mahali tumejenga na mke wangu ni Nyandarua huko engineer." Wakati nilitaka kununua shamba kwa sababu utajiri wa mwanaume ni mahali anaishi na mahali atazikwa. Akaniambia Nyandarua nitakufa na ugonjwa wa inaitwa aje huko? Arthritis. Akaniambia ungenunua Nanyuki. Nikamwambia Nanyuki niko nayo. Ni vile niliamuanga na roho yangu nitajenga mahali watoto maskini watafanya nini? Watasaidika. Akaniambia lakini umenunua Nyandarua kwa nini? Nikamwambia nimeitiwa shamba haraka, shamba ambayo familia inauza na ni shamba mzuri. Akaniambia kuzeekea huko
utagojeka magonjwa ya arthritis na huku chini na miguu na huku, halafu utaanza tena kutafuta mahali kuna joto. Nikamwambia juu nimeishi mahali kuna joto na nyandarua nimenunua kwa kukufia itanisaidia kwenda haraka uzeeni, ndio nikishikwa na arthritis nikiwa na miaka, sababu mimi arthritis itanishika nikiwa na 105. Si mundu nikila najitabiria. Nikamwambia sitasubuka sana tena, uzuri wa kule nyandarua ukizikwa hauozi, so nikihitajika na familia watani access haraka. Hapa humalizagi wiki kabla hujafura na kupasuka. Praise the name of the Lord. So wakati tulinunua kule sisi na tukajenga nyumba ya gishagi, hata kule ndio nimezika baba yangu wakati wa COVID. Mnajua vile kulienda? Si mnajua vile kulienda? Nilikuwa namuona kwa gari yangu amekaa hapo, kwa sababu kulikuwa mimi niko na barua ya kutembea juu mimi ni mtangazaji. So mimi nilikuwa na barua ya kufanya nini? Ya kutembea. Kwa hivyo alikuwa anakaa hapo nyuma, namuuliza, "Haya, wathi kwa heo?" Kajira, "Oh, ni digia guthie, tatuthie joke na waru." Wakati wote wa COVID alikuwa anakujia mahindi na viazi kwetu. Sasa nikamwambia some of the advantages of a farm is not only about age, is about how it will service you when you are living. Nikamwambia mimi siangalii uzeeni, mimi naangalia vile watoto wangu hawatawahi kosa nini chakula nikiishi nikiwa na nguvu. Sana mimi sinunuangi chakula. Gari ikienda inawekwa cabbage, inawekwa mahindi, inawekwa vitunguu, inawekwa spinach na mboga, zinakuja zinakatakatwa zinawekwa. Sasa mimi nikamwambia land is not about that age of death. It is about the service that it will offer to you when you are still strong. That is why you invest. You don't invest to die, you invest to enjoy. Praise the name of the Lord. You invest to enjoy. And finally, sinimwatia moyo leo. And finally, akusanyaye wakati wa hali ni mwana mwenye hekima, mbali mkono wake aliye akusanyaye wakati wa hali ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. He that gathereth in summer is a wise son, but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame. Huu ndio wakati wetu wa kunyakua, kwa sababu maybe wengine wetu mababu zetu na viongozi wa kitambo wakipasua inchi hii, maybe babu yako alikuwa Karomaindo. Si unajua unaenda unaambiwa shamba, unaambiwa hii shamba ni ya fulani, unasema kaigu kaitumariku mari hono haryo kaudumekaga nikiona nao mena ciana 60 na wale maturaga migunda ri wakora mena ciana 4 no ukanywe na miaka ena ciana ari ange magiatura migunda ri Karomaindo akina twist itheta ndetare kono na ithea tehete ino na ngati nginyandi ngitwaro ithamirio tena atito rukungu ni nyakeru ari Karomaindo ari ange magikate. Some of us did not get lucky. Hatukupata babu zetu wakiwa na mashamba, na yale mashamba tulipata ulikuwa unapata baba yako amepewa eka moja. Baba yako alipata eka moja kwa sababu kwao walizaliwa wakiwa 4, na babu yako alikuwa na shamba eka 4. Wao wakapewa eka moja moja. Baba yako amezaa vijana 8. Wao watapewa nini? Hakuna. Sasa nituje hapa, kile mtu alicho nacho awekeze, na ununue mahali uwezo wako unafanya nini? Wacha kwenda kujiekelea ploti ya milioni 10 na huna, unakopa. Halafu ukimaliza unaona huwezi kulipa, mambo imeharibika, tena unaanza kujitafuta vile utajinyonga. Enda mahali uwezo wako unafika. Mimi nilinunua mahali tunaishi kwa sababu uwezo wangu ulikuwa umefika hapo wakati huo. Ningeonekana kama nimeenda msitu, lakini nilijaribu sana, as the Bible said, nikakusanya wakati wa hari. Biblia inasema wale wanasinzia wakati wa mavuno wataleta aibu. Usijiletee aibu katika maisha yako. There is investing in integrity. Mungu wetu awabariki sana. Praise the name of the Lord. Si Mungu wetu awabariki sana. Kuna mtu hapa online anauliza tunasoma Biblia wapi?
Tunasoma kitabu cha Mithali 10 kuanzia mstari wa 3 tukafikisha mstari wa 5. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo mimi nawaombea baraka siku ya leo, na zaidi ya yote ninaomba yoyote atakaye elekeza kidole chake kwa ploti hapa, Mungu akupatie uwezo wa kulipa. Nasema hautashindwa kulipa. Mungu atafungua milango, utaweza kumaliza, na itaitwa yako katika jina la Yesu. Na siku za usoni utafurahia mahali uliekeza. Na naomba ya kwamba utakapoekeza, Mungu alete value katika huu uwanja katika jina la Yesu Kristo. Si mmefurahia vile mmekuja? Is it a good adventure? Unaweza taka hata wewe kuleta watoto wako adventure kama hiyo. Let us invest here and we pray to God ya kwamba as we invest, he will open other avenues so that tuweze ku-upgrade mashamba, sio kununua tu. Kuingine Mungu atupatie uwezo wa ku-upgrade. Ndio hata siku ile tunataka kupatiana, upatiane hapo ndani kukiwa na kanyumba. Si ni ukweli? Katika jina la Yesu, pokeeni hiyo neema ya kununua, kujenga na kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. Let us pray. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa neema yako na kibali chako mchana wa leo.